Shalom, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Napenda kutafakari kitu kimoja, nawe pia kiangalie katika akili yako. Jambo jenyewe ni kuhusu ubatizo. Nimeandika mtandaoni kuwa ubatizo wa maji si ubatizo ambao unaweza kukuokoa. Watu wamechangamka kidogo katika hilo, kwa maana unajua ubatizo wa maji ndio ubatizo ambao tuko nao, kila mmoja amebatizwa kwao, unaona. Kwa hiyo na waliaminishwa kuwa ubatizo ndio kila kitu, ni sawa. Lakini ubatizo gani? Ubatizo wa maji ni ubatizo wa toba ambao Yohana Mbatizaji alikuja akibatiza kwa huo. Yeye Yohana Mbatizaji alipewa huo, na ulikuwa unakusudia kuandaa njia, kumwandalia mazingira Masihi. Katika Luka 1:76 anasema Zakaria baba yake Yohana anatoa unabii akisema, nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia yake, uwajulishe watu wake uokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuwaangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Kwa hiyo Yohana alitumwa mbele ya Bwana kumwandalia, kuwajulisha watu. Kwa hiyo Yohana ni kama msafisha njia. Kwa hiyo ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa kuandaa watu kuhusu kusamehewa dhambi zao. Si Yohana anayesamehe, bali anayekuja nyuma yake Yohana. Kwa hiyo ubatizo wa maji ni ubatizo tu wa kawaida, ni kukubali huduma ya Yohana, ni ubatizo wa toba. Si ubatizo unaoweza kufanya usiache kutenda dhambi. Si ubatizo ambao utakufanya uwe kiumbe kipya. Si ubatizo huu, si ubatizo huu, si ubatizo huu. Kuna ubatizo mmoja ambao huo unawaokoa watu, unawafanya watu kuwa viumbe vipya, unawabadilisha na kuwaondolea utu wa kale, unawaumba upya. Ubatizo si ubatizo wa maji, hapana. Ubatizo wa maji si kitu, na wala si kubatizwa katika Kristo hivyo, hapana. Maana ingekuwa huko ndiko kubatizwa kwenyewe kunakosemwa, tusingeendelea kuanguka na kuinuka, kutenda dhambi na kutubu tena. Yaani imekuwa ni desturi, na tunadai tumezaliwa mara ya pili, tunadai hivyo, halafu bado tunaanguka na kuinuka, tunatenda dhambi na kutubu tena, kujitetea na hapa na pale. Lakini tuna maandiko haya yanatukumbusha kuwa waliozaliwa na Mungu, waliozaliwa mara ya pili hawatende dhambi. Kwa hiyo inatosha kutuambia kuwa kubatizwa kwenye maji si kuzaliwa mara ya pili, maana aliyezaliwa mara ya pili atende dhambi tena. Umeona? Ndio tunavyoambiwa hivyo, aliyezaliwa mara ya pili hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatende dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Sasa huwezi kubatizwa kwenye maji tu afu useme umezaliwa na Mungu. Kwa maji amekuwa Mungu. Umeona hiyo kwa ngumu.
Kwa hiyo kubatizwa kwenye maji si kuzaliwa mara ya pili. Maana kama ingekuwa hiyo bado ungekuwa mtoto wa maji, lakini mtu aliyezaliwa na Mungu amezaliwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni mtoto wa nani? Wa Mungu, na mtu huyo hawezi kutenda dhambi. Tujaribu kusoma maandiko kufikiria, si kwa maneno ya wanafalsafa. Haya maneno hajaandikwa na wanafalsafa, yameandikwa na watu wa kawaida sana, hata shule hawakuwa nalo, ila kwa kuwa walikuwa na roho ya Mungu yakaandikwa. Kwa hiyo yanaweza pia kueleweka kwa uwezo wa Mungu mwenyewe, uwezo wa Mungu mwenyewe, wala si kwa elimu ya dunia. Unaona? Kwa hiyo kubatizwa katika maji ni jambo jingine, na kuzaliwa mara ya pili ni jambo jingine. Mwalimu, tunapoanza sasa somo letu kwa kina, mwalimu alifuatwa na Nikodemo. Huu ndio msingi wa somo langu, umejengwa katika Yohana sura ya 3 kuanzia ya 3. Masihi akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sikia maneno vizuri, kuzaliwa mara ya pili. Tuendelee kidogo. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Ndiyo, aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yashua akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Si ajabu, kwa kuwa nalikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini? Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa na Roho. Umesikia haya? Hizo zinaongea wazi sana, wazi mno. Haina budi kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu hali yake mtu aliyezaliwa mara ya pili ni kama upepo. Unaona upepo unaovuma, hujui unakotoka unakokwenda. Unaona tumeenda hivi sawa. Kadhalika na mtu aliyezaliwa mara ya pili ni kiumbe kipya, ni mtu mwingine, humdhani. Kama hivyo katika Yohana wa kwanza sura ya 5 aya 18, tunajua kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Umeona? Kwa hiyo ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa mara ya pili, ni kiumbe kipya. Mtu huzaliwa kimwili kutoka kwa baba na mama, na mtu huzaliwa kiroho kwa Roho. Mtu huzaliwa kiroho kwa Roho. Si kwa Roho. Sasa kimbembe kimebaki huku watu wanaobatizwa wa Yohana, ambao pia watu wanabatizwa nao. Ili kumbuka, huo ubatizo hauwezi kumfanya mtu awe kiumbe cha kiroho. Ndio maana tumebatizwa tukabaki na hali yetu ya kimwili ile ile, na mwishowe Mungu amebakia akisemwa vibaya na watu. Yaani tumekuwa sababu ya Mungu kutukanwa. Watu wanamwona Mungu hakuna, si chochote, hana nguvu, kwa sababu sisi tunaomkiri kuwa Mungu yupo, tunamwamini, tumebaki kuwa ni watu wa maneno matupu. Maana tabia zetu ziko mbali na kile ambacho tunakisema. Ifikiria kwa mfano, wale viongozi wanasiasa wanao hapa kushika Biblia,
wanasema atakuwa mwaminifu. Ameshika Biblia, anatamka maneno yote mazuri, ameshika kitabu kama hichi cha Biblia, lakini unafuatilia mwenendo wao katika maongozi yao, ni wabadhirifu, wala rushwa, mafisadi, wabinafsi. Sasa anaonekana ni mtu wa Mungu kweli, lakini tabia zake si tabia za Mungu, na huoni matokeo yoyote. Laiti basi angedhurika basi, lakini huoni kitu kama hicho. Lakini amebatizwa na anadai kuwa nimebatizwa mara ya pili, na anadai ni mwana wa Mungu, lakini binafsi, mwizi, mrarushwa, fisadi. Njoo kwa wachungaji wenu hao, walimu wenu, mitume wenu, wainjilisti wenu na maaskofu wenu, angalia maisha yao ya kibinafsi, angalia wanavyoishi, wanavyofanya, yani hawafanani na kile wanachokihubiri. Wakati mwalimu wanayesema kuwa amewatuma na wanamtumikia anadai wanavyodai, alisema mtu akitaka kuwa wa kwanza kwenu nawe wa mwisho, akitaka kuwa mkubwa nawe mtumishi wenu. Je, wana tabia ya kitumishi? Hawana, bali ni watumikiwa, ni mabwana, na wakijinua kuwa wao ndio wenyewe, Sasa ubatizo wa maji hauwezi yani tutaraumiana bure, lakini ubatizo wa maji si ubatizo ambao unaweza kukufanya uachane na tabia za kale. Si ubatizo ambao unaweza kufanya dhambi zikaondoka. Na kama dhambi ziko bado katika maisha yangu, zinakaa ndani yangu bado, zinanitawala bado, sijabatizwa bado. Umeona? Sijabatizwa bado. Kwa hiyo ubatizo unakufungamanisha na mwana wa Mungu. Unamleta mwana wa Mungu ndani yako ili akuumbe upya. Unajua, mwana wa Mungu katika uumbaji alikuwepo. Yeye alikuwa ni stadi wa kazi katika uumbaji, na hatumfanye mtu kwa mfano wetu. Yeye alikuwa akiwa kama stadi wa kazi. Kwa hiyo alikuwa alipokutengeneza awali, sasa anatengeneza upya tena, anaiweka tabia ya Mungu ndani yako, yaani upendo na haki. Ukiwa na tabia ya Mungu ndani yako, yaani na Mungu ndani yako na mwana wake ndani yako, hata ukiwa na madaraka utakuwa ni mwanana, mwadilifu, si binafsi. Hata ile mali ya umma utatamani iwafikie watu wote katika haki. Utakula cha kwako, mshahara wako nao, na mengine yataendelea kufanyika. Utaruhusu wengine waibe mali za umma. Angalia leo makanisa ambavyo yana migogoro. Sasa kwenye uongozi hadi kurogana. Jiulize, wana Mungu? Wanasema ni wana wa Mungu pia, wanamtumikia Mungu. Ni Mungu gani? Kwa hiyo kama msipostuka mapema, mtajikuta ni mateka wa watu na mkiwatumikia watu na kutimiza ndoto za watu. Lazima ujikague, ujiangalie. Kuzaliwa mara ya pili ni hakika na ni halisi. Hatuyapingi maandiko yanachosema ni hakika, na yanamaanisha hicho. Kama sisi hatuko hivyo, haimaanishi kuwa haipasi kuwa hivyo. Sasa ubatizo wa maji tumesema ni ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana ambao ubatizo wa toba. Ubatizo wa nini? Wa toba. Kwa kuwa ubatizo wa toba ulikuwa ni kuandaa watu kwa ajili ya kumpokea Masihi. Watu walimfuata Yohana wakamuuliza katika Luka 4:15 hadi 16. Basi watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea
wote wakiwazawaza mioyoni mwao habari za Yohana kama labda yeye ndiye Masihi. Wakiwazawaza atakuwa ndo Masihi wewe, wakiwazawaza mioyoni mwao. 16 Yohana alijibu akamwambia, wote kweli mimi nawabatiza kwa maji. Ni kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye sistahili kuilegeza kamba ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Umesikia neno la Yohana? Mimi nabatiza kwa maji tu, lakini aje nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa kama ubatizo huu wa maji ungekuwa una nguvu, unaweza kuwafanya watu wawe viumbe vipya, unaweza kufanya chochote, na ukasema wana haja ya ubatizo wa Roho. Batizo wa Roho ndio batizo wa maana sana, ndio batizo ambao unamfanya mtu aungane na Mungu, ndio batizo ambao unakufanya kuwa mtoto wa Mungu, ndio batizo ambao unakufanya uzaliwe na Mungu, ndio batizo ambao utakufanya usitende dhambi tena, ndio batizo ambao utakufanya uungane na Mungu, ndio batizo ambao utakufanya uwe na tabia ya Mungu, ndio batizo ambao utakufanya shetani akuogope, uwe kama upepo. Ndivyo anavyokuwa mtu aliyezaliwa mara ya pili. Haina budi mtu kuzaliwa mara ya pili. Ubatizo wa maji ni ubatizo wa toba, ubatizo ambao ni wa maana na wa msingi wenye nguvu, ni ubatizo wa Roho. Aya nyingine, Yohana sura ya 1 aya ya 33, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye batizaye kwa Roho Mtakatifu. Yeye aliyenipeleka mimi kubatiza kwa maji, yeye huyo aliniambia, yule atakayemwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Bali wote waliomwamini wakampokea, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa njia yake Masihi tumepata kumkaribia Mungu. Nini kinakuja katika maandiko matatu? Nini kinakuja? Huyo utakayemwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo ambao anayebatiza ni Yesu peke yake. Umeona? Yesu ndio anayebatiza ubatizo huo peke yake. Sasa watu tumeng'ang'ana na maandiko, tunaangalia, wanasema maandiko ndio Roho Mtakatifu. Imagine wanasema maandiko ndio Roho Mtakatifu. 5:39 Yohana anasema, mwayachunguza maandiko ninyi mkidhani yana uzima milele ndani, na hayo ndio ananishuhudia mimi. Masihi ndio mkuu wa uzima, ndio mwenye uzima, anao mamlaka kuwapa watu uzima. Kwa hiyo maandiko yanakuelekeza ni wapi utapata uzima. Ni kama vile Torati ilivyokuwa kiongozi kutuleta kwa Masihi tuhesabiwe haki. Torati yenyewe imekaa pale, tunapewa haki kwa mwingine, si kwa Torati, si kwa sheria.
hatushiki sheria ili tuwe wenye haki. Utaweza na utafanikiwa na utakuwa umemkataa Masihi, kwako atakuwa amekufa bure. Bali torati kwa sababu ya dhambi na uasi, wewe torati na kushutumu wewe ni mwasi. Kwa hiyo torati inakuelekeza ni wapi utaweza kuhesabiwa haki. Kwa hiyo torati tunahesabiwa kiburi katika Kristo. Torati na nabii zinashuhudia. Kwa hiyo torati iko pale na nabii tunahesabiwa haki huku. Hivyo hivyo kwa njia ya Masihi tunapata kubatizwa, tunapata Roho, si maandiko tena inakuwa sawa. Kwa hiyo yeye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu ni Masihi. Ubatizo wa maji Yohana wa toba, ubatizo unaotuokoa anabatiza Yesu. Kupitia kwa Yesu tunapata ubatizo, si mwingine. Ubatizo ambao ndio unaotufanya, unaotuunganisha na Mungu. Unajua, ukisoma Injili, ukisoma combine pamoja, vitu vimekaa tofauti, lakini ukiviunganisha vinamrejelea Yesu mwenyewe. Kila kitu kinamrejelea Yesu, kinamrejelea Yesu. Sasa unajua, tumebaki watu wa misimamo mikali, ushupavu kwa sababu ya ubatizo wa maji tu. Na kwa kuwa watu hawajabatizwa ubatizo wa Roho, kuna wakati unajua, kuna wakati hamu, unaposoma maandiko unapata hamu ya, au unapoenda ibadani kukusanyika na watu unapata hamu ya kwenda kulihubiri neno. Sasa ni kweli kuna hali fulani unaipata, lakini haimaanishi kuwa unalo neno la Mungu ndani yako. Kumbuka, neno la Mungu ni nani? Ni Yesu. Na hili neno, ili liwe neno lake na liwe na nguvu, inabidi yeye awepo ndani yako. Na hivyo ule unalozungumza halitakuwa lako bali lake. Na kwa kuwa ni lake na ni mwenye nguvu, unapolizungumza kwa watu linawabadilisha na linawaponya, linawaokoa. Basi kwa kuwa unahubiri neno kavu ambalo ni neno lako, si neno la Mungu, ndio maana unatumia nguvu nyingi, unatumia ushupavu mkubwa, unatumia mapesa mengi na muda mwingi na kuwalazimisha watu waamini. Mungu Paulo anasema, sikutumwa ili nibatize, nilitumwa nihubiri habari njema. Na 24:14 Mathayo anasema, na habari njema za ufalme zitahubiriwa katika ulimwengu kuwa ushuhuda. Watu hawahubiriwi ili waamini, wasikie. Hiyo achana nayo. Sasa kwa kuwa nilimwambia mtu mmoja kuwa laiti ningekuwa nina neno la Mungu ndani yangu, nimetumwa na Mungu kulihubiri hili neno lililoko ndani yangu, ninapozungumza mahali fulani na watu fulani, yumkini ni wagonjwa, wamefungwa vifungo vya shetani, wenye dhambi, maadamu lile neno liko ndani yangu, limenitakasa, limeondoa dhambi. Zama dhambi nakaa ndani, limeondoa dhambi. Ninapozungumza habari njema kwa watu, kusudio la habari njema ni kuwafanya watu wawe huru. Mtaifahamu kweli, nao kweli itawaweka huru. Kusudio ni kuwaweka watu wawe huru, ambalo ndilo lengo limesema katika Luka 4:18, Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Sasa na ndicho alichokuwa anatenda Masihi. Walipokuwa wakienda mahali lazima watu wafunguliwe. Na Luka 4:33 hadi 34 anasema neno lake lilikuwa na uweza. Kwa hiyo unapokuwa ukizungumza zile habari kwa umma, watu wanaposikia
wakasikiliza vizuri, wanafunguliwa. Mwenye mapepo, mwenye majini, wagonjwa. Hebu tazama, watu wanasema wametuma kuhubiri habari njema, wanaenda na mfuko wa Panado, mavidonge mengi na vipimo vya kidunia na utaalamu wa kidunia na uvumbuzi wa kina Rockefeller ambao waliweka ili kupata mafedha kwa ajili ya kudhoofisha fedha watu ili waweze kuwafanya kuwa watu. Mnaenda na plani hiyo. Hapa mna Yesu, hapa mna mabegi ya madawa, mavidongi. Mnasema tunamhubiri Yesu anayeponya. Mnahubiri maneno huku, wenye kumu wanapimwa huku, wanapewa huduma huku. Saa ngapi? Lini watu watasema huyo ni Mungu wako? Ni Mungu yupi anayeponya namna hiyo? Yanaodai ni makanisa. Liko hapa sehemu ya ibada, afu wamejenga hapa hospitali. Aba katika wale wanafunzi wa Masihi, kulikuwa kuna mwanafunzi daktari ambaye anatembea na mkoba madawa? Au labda basi katika ile hekalu la Suleimani pale kulikuwa na chumba cha matibabu? Lakini bado watu waelewe. Paulo anasema Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza aya 5 kuwa injili yetu haikuwafika katika maneno tu, bali katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Injili ni nguvu, ni uwezo Mungu alitoa wokovu. Sasa ni katika wakati gani? Kwa watu gani? Ni kwa watu wale ambao wamezaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Ingekuwa watu wamebatizwa na Yesu mwenyewe, kubatizwa na Yesu mwenyewe Yesu anasema mtu akinipenda Babangu naye atampenda, nasi tutakuja kufanya makao kwake. Baba na Mwana wanakuja kufanya makao ndani yako. Yesu alikuwa ni kama baba yake alikuwa wapi? Ndani yake. Anasema kama mnisadiki basi sadikini kwa zile kazi ambazo nazitenda, maana baba yangu akaenda ndani yangu ndiye anayezitenda. Kwa hiyo sasa baba na Mwana sasa wamekuja ndani yako, utakuwa kama alivyokuwa nani? Yesu, kitabia, kimaongezi, kimonekano. Hutaona dhuluma inatendwa na watawala na mtu yote afu unyamaze ukae kimya. Madhehebu ya leo dhuluma inaendelea, watawala wanakandamiza wananchi, hawasemi chochote, wametulia zao, bado ndo wanawaalika kwenye makanisa yao waje wawape michango ya kujenga majengo yao. Kwa hiyo hizi ni tafakari kubwa, na katika hili ya kuzama mara ya pili kwa kweli nitakufa nalo. Yaani mpaka huwa namwambia Mungu nitengeneze kama niwe vile kama ninavyosoma ilivyoandikwa. Yaani niwe vile. Yaani hichi ninachokisoma ndicho kiwe mimi. Niwe mimi hivyo. Nizaliwe mara ya pili kwa Roho ili dhambi ife kwangu, iondoke, niwe kiumbe kipya na niwe chombo mkononi mwako. Mungu anaweza kila kitu Bwana. Haiwezekani huyu mtu ndo awe ndio Mungu anakaa ndani yake, halafu dhambi mtindo mmoja. Haiwezekani, haiwezi kuwa hivyo. Hebu tufikiri upya, tutafakari kwa kina. Tunakushukuru Mfalme wa wafalme, Muumba mbingu na nchi. Sisi ni viumbe dhaifu tu, tunakuhitaji sana, kwa sababu tunajiona hatuwezi, na ukiendelea kutuacha kwa kweli tutaangamia. Ona, hatuna nguvu, hatuna uwezo, tunakuhitaji. Kama alivyosema Farisayo yule, utusamehe sisi wenye dhambi, na msamaha wako ni hakika na halisi.
kwa sababu umekubali kumtoa mwanao mzaliwa pekee. Atusamehe, atuokoe katika mambo yetu, aje aondoe dhambi. Tunakusihi, timiza hilo katika maisha yetu, kwani tunahitaji msaada. Amen. Basi shalom.